الجبروت، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابته غر الميامين. Ashkuriwe Allahu jalla jalalu, mola wa ulimwengu. Sala na salam zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yeye pamoja na ahli zake na sahaba, na kila yule Muislamu atakayefuata mwenendo wa bwana mtume mpaka siku ambao mali na watoto havitomsaidia mtu chochote isipokuwa yule atakayekuja mbele ya Allah na moyo uliosalimika. Mwaminifu, ndugu zangu, anaweza akawa na sifa ya wizi, lakini hatujasema kuiba ni vizuri. Mwaminifu anaweza akawa na sifa ya wizi, lakini hatujasema kuiba ni vizuri. Mwaminifu anaweza akawa na sifa ya uzinifu, lakini hatujasema uzinifu ni vizuri. Lakini sifa hii mwaminifu hawezi akawa nayo, na akiwa nayo pale kwa pale anatoka katika gundi la waumini. Sio nimesema mimi, amesema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hili sifa ni ala kulli hali muumini ajiepushe nayo sana. Lakini pamoja na ukubwa wa hili jambo, watu limeshaingia kwenye maisha yetu na tabia yetu kiasi ambacho tunaiona ni kitu cha kawaida. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa amelikemea jambo hili ambalo kwetu leo inakuwa ndo desturi, na wengine hata hawaijui kwamba liko katika gundi la dhambi, kwa vile ambavyo limeshaingia katika damu na mifupa, limeshaingia katika akili na fahamu zetu. Hata kwa istihzai tunaingiza dhambi hili, wakati hata ukifanya mzaa dhambi hili linapoingia, Allah na malaika walioko kulia na kusoto, wale kiraman katibin, wanakuandikia dhambi kamil na wanaondoa mzaa. Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wanamuuliza suila Rasulullah, walimuuliza mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hal yasriqu almu'min, je muaminifu anaweza akaiba? Inaweza ikatokea ghafla, mara, kwa bahati mbaya, kwa sababu sio bahati nzuri. Inaweza ikatokea kwa bahati mbaya muaminifu, mtu ambaye tunamuita mu'min, akaiba. Inaweza ikatokea siku moja mu'min anaiba. Mtume Muhammad jibu yake itakushangaza. Angalia sifa, muaminifu na wizi ni vitu ambavyo haviendani kabisa na mu'min. Lakini hawa masahaba sijue kitu gani kilichowasukuma mpaka waulize lile swali. Mtume, inaweza ikatokea siku moja mtu ambaye ni muaminifu kweli, Allah anajua huyu ni mu'min, malaika wanajua huyu ni mu'min, akaiba. Mtume Muhammad jibu lake litakushangaza, akasema naam, ndiyo, muaminifu anaweza akaiba, lakini hatusemi watu waibe, tuseme kuiba ni vizuri. Akasema naam, mu'min anaweza akaiba. Kisha wakamuuliza swali la pili, hal yazni almu'min, inawezekana muaminifu akazini siku moja au siku mbili? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tena jawabu lake likashangaza, akasema naam, ndio, inawezekana mu'min akazini. Wakaendelea sasa, wakawa wanamtajia madhambi na wanamlinganishia na mu'min. Wakamuuliza swali la tatu, hal yakdhibu almu'min, je muaminifu anaweza akasema uongo? Mtume Muhammad akanyamaza kimya. Kwenye kuiba hakufikiri, amesema tu naam, ndio. Kwenye kuzini akasema naam, lakini zote hii madhambi yote ni kabair, ni katika yale madhambi makubwa, ni katika yale madhambi ambayo kwamba yanamfanya mtu kuingia katika jahannama ikiwa kama hakutubu tauba ya kweli, taubatan nasuha. Akasema hali yakdhibu almu'min, inawezekana muaminifu akasema uongo? Mtume Muhammad akanyamaza kimya, kisha akasema la, hapana. Jiulize sasa, kuiba ambao hukumu yake
ni kumkata mkono yule aliyefanya kitendo katika nchi ambazo kuna sheria ya Uislamu. Ukiiba lazima ukate mkono. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi mwanaume na mwizi mwanamke wakatwe mkono. Yani akiiba mtu wakatwe mkono katika nchi ambazo ni za Kiislamu, isipokuwa ikiwa watatubu. Akitubu baada ya kufanya hiyo wizi na akarejesha kile alichoiba, basi Allahu Ghafur, Mungu ni msamehevu na ni mrehemu. Zina ambao Allah ameitaja katika zile sampuli tatu za dhambi kabair, asema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, yule ambaye haabudu Mungu mwingine pamoja na Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala haue nafsi ya Mungu ameharamisha kuua isipokuwa kwa haki. Allah akasema wala yaznun, na wala hawazini. Kisha akasema wa man yaf'al dhalik, atakayefanya vitu hivi vitatu, kuua, kufanya shirki na kuzini, yalqa athama, Allah anasema ameangukia katika madhambi. Yudha'afu lahu al'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana, Allah atamzidishia adhabu siku ya kiyama na atakuwa katika waliofedheshwa. Kisha chini ya aya Allah akasema illa, isipokuwa, man taba, yule ambaye baada ya kufanya shirki akatubu, yule ambaye baada ya kuua akatubu, yule ambaye baada ya kuzini akatubu. Illa man taba, akatubu, wa amana, na akawa mwaminifu, wa amila amalan saliha, na akafanya matendo mazuri baada ya kuteleza katika hizi madhambi. Sikiliza alivyosema Allah, faulaika, ule mtu, yubaddilu Allahu sayiatihim hasana, Mungu atabadilisha yale madhambi yaliyoyafanya yawe mema. Lakini katika sheria unaona ukubwa wa kuiba, unaona ukubwa wa kuzini, unaona ukubwa wa kuua, unaona ukubwa wa shirki. Mtume Muhammad anakubali kwamba inawezekana muumini akawa mu'min na akateleza, ila mu'min hawezi kuwa mwongo. Mtu ambaye sifa yake amejipamba na sifa ya uongo, kwanza amepandikiza ndani yake sifa zifuatazo. Katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari na Muslim, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema haiwezekani mu'min awe na sifa ya uongo. Kwa nini? Unajua kwa nini? Kwa sababu sifa ya uongo ndo sifa ya Ibilisi. Unapoingia katika maisha ya kusema uongo, unakuwa mfuasi wa Ibilisi pale kwa pale. Hata kama utavaa kanzu, hata kama utaingia msikitini, Ibilisi hakufate wewe, hana shida na wewe tena, kwa sababu anajua wewe ni mfuasi wake. Na ili ujijue, ushakawahi kumwona mtu gani anasema nakuja kutubu uongo? Ni vigumu sana mtu akumbuke kutubu uongo, ni vigumu. Shehe, naenda kwanza hapa nyumbani nitakuletea kitabu. Unaenda haukuleta kitabu, ni uongo. Ni uongo, si uongo? Uongo. Sasa wapi mtu atapata muda wa kufikiria kama ile nisema pale ilikuwa uongo, ni tubu? Unaona wapi kwenye lile dhambi ni zito? Huwezi ukatubu kwa sababu wewe unalichukulia poa, unachukua ni jambo la kawaida. Lakini hizi madhambi mengine makubwa, huyu anaweza akatubu kwa sababu anajua kwamba hii nimefanya dhambi kubwa. Sasa uongo ili mtu atubu, inakuwa kama wako watu asilimia wenye kutubu uongo ni 2 au 3. Ni kitu ambacho tumekidharau na tumekichukulia kitu cha kawaida. Sikiliza anaposema Rasulu Muhammad katika hadithi sahihi kutoka Imam Tirmidhi na Imam Muslim, Mtume anasema iyakum wal kadhib. Kwanza anaanza alaikum bisidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-khayr, ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-janna, wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra al-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Sikiliza hatari. Allah na Mtume anasema ni juu lenu kusema ukweli, ni juu lenu kusema ukweli, kwa sababu ukweli unampeleka mtu katika wema, na wema unampeleka katika janna, na hatoacha mtu kusema ukweli mpaka andikwe mbele ya Allah kwamba fulani ni mkweli. Unaandikwa kule kwenye ubao wa Allah, bwana Husaini ni mkweli, bwana Suleimani ni mkweli. Kisha anasema wa alaikum bil kadhib, na ni juu yenu kuepuka uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, kwa sababu uongo unampeleka mtu katika madhambi. Yani madhambi yote, uongo ndo transport ya kumpeleka mtu katika madhambi. Umeona hatari? Kwa nini Mtume anasema haiwezekani muumini awe mwongo? Kwa sababu ni uongo ndo utakubeba, utakupeleka kwenye shirki.
Ni uongo ndio utakubeba utakupeleka kwenye zina. Ni uongo ndio utakubeba utakupeleka katika madhambi makubwa zote. Fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, uongo unampeleka mtu katika madhambi. Wala yazalu rajul, kisha Mtume anasema hatoacha mtu kuendelea kuwa mwongo mpaka Mungu amwandike kwenye kitabu kwamba fulani ni mwongo. Ni sifa ya Ibilisi, ndiyo transporo ya kukupeleka kwenye madhambi mengine makubwa. Kisha ni sifa ya minafiki, innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar. Allah anasema minafiki watakuwa ndo chini ya jahannam. Unaona mbele wao wanaingizwa minafiki, baada ya kuni ya jahannam ambao ni mawe, minafiki watapanda juu ya mawe ile ya jahannam. Hizo ndo hawa makafiri na wengine watakuja juu, ikimaanisha ukiingizwa motoni na hukumu ya kuwa munafiki hautotoka, kwa sababu utakuwa chini ya watu wote, watu wanakupandia juu. Na hii ndo sifa kabambi katika sifa ya watu minafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Hurairah anasema ayatul munafiquna thalatha au ayatul munafiq thalatha. Kwa wewe kumjua mtu mnafiki kwa nje, alama zake ni ngapi? Ni tatu. Idha haddatha kadhaba, mnafiki akiongea kila anachosema uongo. Idha haddatha kadhab, akizungumuza tu maneno yake yote ni uongo. Na unajua unapotaharaku katika alkadhibu, unapoendelea sana katika uongo, Ibilisi anakufanyia taisiri ya uongo. Unajua unapozama ndani ya uongo, Ibilisi anaanza kukusaidia, hautafikiria tena uongo wa kusema. Unajua uongo ni kitu ambacho inaomba maandalizi. Ili ufikie kuzungumza uongo, inaomba ujiandae, sawa? Sasa kama umetaharaki katika uongo, umezama sana, ndo maisha yako itafikia daraja ambayo hauwaze tena. Anaweza kubriskia hapo, paf, unasema maneno inapangana na inatoka sawa, kwa sababu taharakta fil kadhib, umedumu sana katika kadhib. Ni mfano wa mtu ambaye amedumu katika uongo. Mudman bil kadhib ni sawasawa na mudman bil khamri, mtu ambaye amedumu katika urevi hata hajalewa. Unamuona kama ashalewa tu, asubuhi ndo anatoka kitandani, kuamka tu ndo anakuwa hivi, haeleweki. Akae vizuri, unafikiri kanywa usiku, hakunywa. Ni kule kuzama sana ndani ya pombe kunafanya uso wake wenyewe unaonyesha kama kashalewa na hajalewa. Mara nyingine ndo jua imekuwa kali, kule kwa jua kali tu basi wewe mapema hivi umelewa. Sialewa, unaniona ulininyunyuzia pombe. Sio kwamba kanywa, kwa sababu kashazama ndani ya pombe, imeathiri mwili wake. Anakuwa kama mrevi hivi muda wote. Na ndo hivyo mtu ambaye amezama katika uongo, ile kadhibu imeathiri mwili wake. Hata kitu cha kusema kweli, kitu cha kawaida tu ambao watu wanamliza, yani ni khiari. Mfano, unaleta mfano, umeenda pale kutembea, unaenda kumwangalia ndugu yako anatumikaka pale. Kiukweli umeenda ndo kuangalia mtu. Sasa wewe mkutoka tu kwenye mlango wa tembe, sasa ule jamaa wenda alikupa pesa kidogo ya transport. Sasa unapotoka kwenye mlango unakuwa unahesabu, unakutana na Muislamu mmoja ambaye anakuona ni mtu wa ajabu, ni mtu wa pesa. Mzee, unatoka huko ndani. Sasa ulikuwa unafanya nini? Huyu ukimwambia kweli hata kupiga, hata kufunga, lakini kwa sababu ya vimasifa na kwa sababu uongo shakuathiri sana, tulikuwa huko ndani, tulikuwa naacha kapesa kidogo kukonte yetu. Konte tu ule ndani huna. Sasa badala useme tu kwamba nilikuwa nasalimia ndugu yangu hapa ndo natoka, kwa sababu uongo shakuathiri. Unapenda ujifakhiri. Hii simu yako, una simu nzuri, simu ya hatari. Ulinunua bei gani? Uliuza desa 50,000 tena kwa mikono ya watu hapa njiani. Ila kwa sababu ya uongo shakuathiri, sasa hii hautaipata hapa, hii ni Dubai tu. Wewe ulinunua Dubai ngapi? Hii hauna desa 50 au bebe. Umuulize sasa faida ya wewe kusema uongo, kwa sababu huyu anayekuuliza hata uza ile simu ndio inaonekana kama umemdanganya ili upate faida. Hauzi. Ila hii hapa desa 50 unaweza ukapata, ila wewe uliuza desa 100. Umeona namna gani uongo shakuathiri? Na vitu vya kusema kweli unasema uongo, na vitu vya kawaida tu ambao hata ukisema sawa au usiposema sawa iko sawa tu. Huyu
anaitwa amezama katika al-kadhib. Ndio Mtume anasema ayatul munafiq thalatha, alama ya mtu munafiki ni tatu, kila asemacho ni uongo. Angalia Khattahi Mtume Muhammad anasema hata kwa mzaa mtu haifai kusema uongo, hata kwa mzaa. Asema ni myomba wangu ndo tulikuwa tetu mizatu ya buyomba. Ukitia mzaa ya uyomba unasema uongo, unaandikiwa dhambi sawa na mtu aliyedanganya tu, sawa. Mtume alikuwa anafanya mzaa, unajua hivyo? Mtume alikuwa anafanya mzaa na masahaba. Na mzaa katika Uislamu mashrua. Mzaa katika Uislamu inajuzu na inapendeza. Ni katika kitu ambacho ni mustahabu. Wazee kuwatia vijana wao mzaa na vijana kuwatia wazee mzaa, ila kwa kuheshimia ile ukamba wa ukubwa. Sio unamtia mtu mzima mzaa mpaka unajisahau kwamba huyu ananizidi umri. Mtume Muhammad alikuwa anafanya mzaa na Anas ibn Malik. Unajua alikuwa anamuita Anas vipi? Ewe mwenye masikio mawili. Mizaa ya Mtume ilikuwa hivi. Sasa Anas, mbona una masikio mawili? Ndio mizaa ambayo Mtume alikuwa anamtia Anas ibn Malik wakati alikuwa mdogo. Jamani, muone ni Anas huyu ana masikio mawili. Hii watu wanacheka. Sasa Mtume si atakuwa na masikio mawili. Ndio maana Mtume akasema inni la amza, mimi Muhammad nafanya mzaa, wala aqulu illa haqa, lakini siseme katika mzaa wangu ila kweli. Hata nikitia mzaa nasema kweli. Kuna mtu mmoja Mtume alikuwa anamuita Abaturab. Kwa hiyo Mtume alikuwa anafanya mzaa na masahaba walikuwa wanamfanyisha pia Rasulullah mzaa. Wakimkuta mama Aisha anakaa pale, Mtume yuko pembeni. Mtume hatoke leo, mama Aisha yuko pale. Ni mizaa ambao ukichunguza ndani yake kuna ukweli. So, leo hatoke, yuko pembeni ya mke wake. Sasa sio unatia mzaa na mjomba wako ndio unajisahau. Na hili ndio watu wanaanguka sana kwenye madhambi. Ule ni mjomba wangu tunatiana mizaa. Unajisahau. Unajisahau. Bwana wewe bwana, bali kukamata huku wewe mkuiba pesa, bali kukamata kule kutembe huko naiba makuta. Wewe mimi ni hivi babako ndo mwizi, bali mkamataka kule kupora. Vile vyote mnasema pale ni bongo. Mnaandikiwa madhambi. Malaika hajui hiyo. Mnaandikiwa madhambi ya uongo, aje ukie mizaa yenu tu. Ila madhambi mnaandikiwa. Kwa hiyo fanya istihzaa, mfanya mzaa. Mzaa inafaa katika Uislamu. Unaweza kumtia mzee Hussein mzaa, ila chunguza kile unachosema kweli uongo. Kikiwa uongo acha, tafuta mizaa ya kweli. Sawa? Tafuta mizaa ya kweli. Sio unajisahau kwa sababu ya, na ndio maana Mtume sasa anasema mtu yeyote atakayefanya mzaa ili watu wacheke, wewe malengo yako ni watu wacheke tu, kujali kile unachosema mle ndani, umeandikiwa dhambi. Umeandikiwa dhambi. Kwa hiyo al-kadhib asara sasa ilioje? Kuna uongo umegawanyika sampuli tatu. Sawa? Uongo umegawanyika katika kundi tatu. Kuna uongo wa kumzingizia mwenzako mwanadamu. Kuna uongo wa kumzingizia Mtume Muhammad, na kuna uongo wa kumzingizia Allah. Vile wanavyozidiana madaraja, na ndo vile ukubwa wa ile uongo unavyokuwa mbele ya Allah. Unajua kama uongo wa kumsingizia mtu asiyeweza kujitetea, mfano ni kilema, sio kama uongo wa kumsingizia mtu ambaye anaweza kujitetea. Mathalan, mzee Hussein yuko hapa haone, sawa? Sasa wewe unaona, ukawa wewe naye katika magomvi ukamsingizia jambo ambalo yeye ana uwezo katika ile maumbile yake ya kushuhudia kile kitu, unapata dhambi mara mbili. Angalia Khattari. Na nimletea ile pesa ya, si nimletea pesa pale. Kweli yeye alikuwa pale lakini hakuona. Unamtuhumu kitu ambacho unajua hana uwezo wa kulifanya yeye, ila unamsingizia, unasema uongo katika lile. Marataini wapata dhambi. Khattari, mtu ambaye ni kilema, miguu yake haitembee, ni kimu unahitaji kiwete yule. Shaka unakuja kumpiga mtu ambaye hataweza kukurudishia. Sasa wewe unapigana na kipofu kama alivyo mzee Hussein hapo, unataka kupigana naye. Ndio unampiga wewe, unakaa nyuma yake. Sasa yeye anaanza kukutafuta. Angalia hatari ya kile kitu ambacho unachokuwa ukikifanya. Huyu hana miguu. Ndio unakuja na fimbo unamchapa kisha unarudi mbali.
Kwanza unamkejeli kwa nimeshakupiga na huku na kwenda huna uwezo wa kufika. Kwa hiyo ukimsingizia mtu ambaye hana kadri ya kurejesha kwa yeye kama yeye, malaika wanamgombania. Umeona hatari yake? Ndio maana siku moja Sayyidina Abubakar ni Siddiq alikuwa na mtu mmoja anamtusi Abubakar. Abubakar alikuwa mwembamba sana, macho imeingia ndani. Alikuwa macho yake nazama ndani, pua mrefu, nywele imekunjama mrefu lakini mwembamba, alikuwa mwembamba sana Abubakar Siddiq. Sasa mtu mmoja kana mtusi Abubakar, anamtusi, kisha akamwambia Abubakar, la asubannaka subban yadkhuluka fil qabr. Kisha kumtusi akamwambia, nitakutukana tusi moja ambayo nitakupiga tusi moja itakupeleka kaburini. Ushakasikia mtu anamtukana mtu tusi spafu anaanguka bana, mpeleka na kaburi. Maana yake anakuambia lile domo litakuuma maisha yako mzima, itakuwa hata na tension. Yaani ni mtu anajiamini katika kutukana. Sitakupiga tusi moja itakupeleka kaburini. Anamtusi. Abubakar anamwangalia tu. Rasul Muhammad pembeni anaona hii inafanyika hapa, dhambi, matusi. Mtume Muhammad asema nini? Sibabul muslim fusuq. Ukimtukana Muislamu awe asiwe, ukimtukana tu wewe ushafanya madhambi, na haijulikani unafanya madhambi mangapi. Kisha hatari yake ni kwamba yeye hajui kama umemtukana ili akurudishie. 2, kale kabwana kale si kamwizi, yeye hayupo, wewe umemtukana, hayupo. Malaika wamesikia, wanamtetea. Kwa hiyo ukitaka, kama moyo wako unapenda kumtusi mtu, mtusi yuko pale, tusi yeye pale ili iwe lile, lakini unapomtusi na hayuko, umeongeza mengine. Hajui kama umemdhulumu, malaika wanamtetea. Sasa akawa anamtukana Abubakar ni Siddiq, mtume yuko pembeni, mtume anacheka. Angalia namna ulivyokonda wewe. Mtume anacheka, wanamtusi Abubakar alivyokonda. Matusi makali mazito, mtume anacheka. Matusi haikumuuzi Abubakar Siddiq kwa sababu alikuwa muumini. Kilichomuuzi Abubakar ni cheko ya Mtume Muhammad pindi anatusiwa yeye. Mtume kumbe inamfurahisha mimi wanitukane? Na hapa kuna tambii. Sio kila unachoona kwenye uso wa mtu, sio kila kitendo ambacho mtu anafanya wewe lazima ukitafsiri. Kwanza umuulize kabla ya kujua kile anachofanya anamaanisha nini. Mtume Abubakar akauzika naye akarusha tusi na akamtusi. Si ni mwanadamu lakini moyo umechoka, akamtusi naye. Ndio hivyo. Wewe unatusi, kuna wakati mtu anachoka na anakutusi. Alipomtusi tu Abubakar mmoja, mtume akauzika, funga uso sana. Abubakar anambia mtume, nimetusiwa hapa zaidi ya madakika kama 10, unacheka. Mimi narudisha moja unakasirika. Akaambia, mimi sikuwa nacheka matusi ya Abubakar. Nilikuwa nacheka wakati huyu alipokuwa anakutusi. Malaika na mnao walipokuwa wanafia kuja kukutetea, akikutusi wanakutetea wote, wanamshambulia. Kile ndio kilikuwa inanichekesha. Nilikuwa naona malaika. Kile ulivyorejesha tu wote wakakukimbia, ukabaki peke yako. Kile ndio kimenikwaza. Kile ndio kimefanyaje? Kimenikwaza. Kwa hiyo kuna uongo wa kumsingizia Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad anasema iyakum walkadhib. Sehemu moja Allah anasema katika Al-Qur'an, waman adhlam mimman iftara ala Allahi alkadhiba. Ni nani aliyefanya dhambi kumpita mtu anayemsingizia Mungu, anayemsemea Mungu uongo? Nani mwenye dhambi? Sikiliza, nani atakayedhulumu nafsi zaidi ya mtu ambaye anamsingizia Allah? Mwenyezi Mungu amesema, unatwanga aya moja hivi ya uongo. Kama vile kuna jamaa moja alikuwa anahubiri kule kwa asili. Anasema Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, aina al-mafaru ya rabbil alamin. Iko sura gani ile aya? Na anathibitisha kama Mungu ndo kasema. Ima iwe kasema kwa ujinga, ila kuna wengine anasoma aya kwa sababu anaona hapa hakuna mtu atajua kwamba hili aya ni la uongo. Anatwanga lile aya. Unamsingizia Allah, siku kama utakwenda kusimama. Utakwenda kusimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unamsemea uongo. Unalamka tu usiku za Mungu ananiambia. Mungu anakuambia wewe.
hatari. Ndio maana unaona kitu hicho katika Uislamu hakuna. Ingekuwa si tungekuwa naamka tu hapa, natoka kwetu na kuja asubuhi naambia Mungu ananiambia mzee Shabani toa pesa fulani. Katika Uislamu kitu hicho hakuna. Na atakayekuja na maneno haya ni kumpinga Matemi Biswa. Kuna kuamini maneno yake ni uongo, kwa sababu haiwezekani. Wewe unaongea na Mungu wapi? Tunajua kalimullah ni Musa tu. Sisi wengine tunapeleka tu message, Allah anajibu kwa namna nyingine. Hata awe mufti shekhe wa namna gani, atoka nje ibada akisema tu Mungu ameniambia, akasema Mungu ameniambia, sema asome aya ya Qur'an. Asiposoma aya ya Qur'ani maana yake asome hadisul Qudusi. Asipofanya haya mawili ni uongo. Kisha Mtume Muhammad naye kwenye kumjindizia yeye akasema nini? Man kadhaba alayya mutaamida falyatabawa maq'adahu minan nar. Mtume anasema atakayenisingizia mimi kunisemea uongo kwa makusudi, uko unajua kwamba hii ni uongo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ile hadithi unajua kwenye iko, hauna maneno ya kuzungumza, sema tu mimi nazungumza, nasema ili upe maneno yako manguvu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kama ilivyo mavisa vya uongo siku hizi ndio tunavipata. Mtu akishasema tu zake zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale ana ruhusa ya kusema kila apendacho. Zama za Mtume kulikuwaka kanyama kanaitwa mbuluku. Mbuluku akaenda Mtume Muhammad, mbuluku akamwambia panya, wewe panya huko mdogo, mimi niko mkubwa mkila. Mtume Muhammad huyu aliotuma kwa sababu ya dunia ndo anakaa kuongea vitu vya ujinga mfano hivi. Kuna mambo mengine ukisikiliza tu unasema Rasul Muhammad hawezi kusema hivyo, kumsingizia mtume. Kisha kuna kumzungumzia uongo mwenzako muumini. Na nimegawanya sehemu mbili. Kuna ule ambaye hana uwezo wa kujitetea kama wale viguru, vipofu, viziwi, wenda wazimu wale. Mwenda wazimu akikutukana hana dhambi. Hata kutukana aseme nini, mwenda wazimu akikwambia vyote anataka, hana dhambi. Lakini kama mwenda wazimu anakutukana wewe ukamrudishia, unapata dhambi. Mwenda wazimu akikutusi wewe cheka tu, ukarudisha, unapata dhambi. Unajua kwa nini? Kwa sababu kalamu yake inasimama, yeye haandikiwi dhambi. Vile anavyovifanya ni mwen conscience. Yeye hajui kama anakuvexe, hajui hivyo. So wewe unayemrudishia unajua kwamba hii inafanya pana mtusi. Utakuta hasa wanawake. Utakuta wanawake iko nagombana na mwenda wazimu. Mwanamke iko na uwezo kugombana hata na nyama. Bata anakuja kula mchele anaanza kugombana naye. Hii mabata iko saa ya uchawi. Ni leo nimefukuza hapa msikie. Kwa hiyo ndugu zangu, alkadhibu, uongo ni moja katika madhambi makubwa. Tujipambe na sifa ya ukweli ndio kuwa muumini. Na pembezoni mwako ujua kwamba ukweli unakuacha huru. Unajua kama ukweli unakuacha huru? Ukweli unakuacha huru. Kitu ambacho ni hapana, sema hapana. Sitaki. Nataka. Basi. Hii ndio sifa ya muumini. Mwenyezi Mungu atujalie kheri na tukubali, semeni amin. Kama mtu atakuwa na ulizo katika hili, sababu nimeona darasa zingi nafanya kwenda watu wana mambo ya kuuliza, wanashindwa kuuliza. Kama mtu atakuwa na ulizo katika mada yetu ya uongo siku ya leo, insha Allah anaweza kauliza kabla ya sisi kuendelea na mambo mengine. Nani na ulizo katika masaili ya alkadhibu, uongo? Ulizo. Sasa kuna lazima kutokana sasa hivi sababu tunaonesha wakati zamani. Sasa ikatokea kwamba lazima ni wakati wa roho ndio mkaka upiga hata kitu kile. Tunaonyesha sasa usimpige. Unarumia kwa ajili ya unasamehe. Wewe unipenda umpige. Unaweza ukamkanga tu, sawa? Ni swali vizuri. Unaweza ukamkanga tu. Unajua kwa nini usimpige? Wanampiga kama mtu ambaye anajua alichokifanya. Sawa? Ndio maana hata katika Uislamu, unajua kwa nini Mtume anawakataza wazazi hawa kupiga watoto chini ya miaka 7? Mzazi anayempiga mtoto chini ya miaka 7 unamdhulumu.
Katoto kangali na miaka 1 hakajui kitu, unabeba kifimbo kirefu kuna mchapo. Huyo hajui, mwambie kwa maneno tu. Sawa? Kama masalani amefanya haja ndogo kwenye mavazi, mtombokee kwa maneno. We, hata siku moja tena usifanye hivi. Ila unapochukua fimbo unamchapa huyu, yeye mwenyewe tu kwanza ile kuzuia mkojo kwake ni kazi kubwa sana. Iko mwenye conscience. Unafikiri kama mtu wa umri wangu mkojo ukija itanipita kwenye mavazi? Hapana, kwa sababu nina conscience, najua. So huyu wa miaka 2 unapomchapa sana unamuonea. Mwambie kwa maneno. Uislamu ulifundisha kila kitu. Akifikisha umri wa miaka 7 hapa anaanza kujua. Sawa? Anaanza kujua kwa sababu ameona. Unampiga iko na mwaka 1, mwingine mwaka 1 miezi 2, unamchapa fimbo kama mtu mkubwa na unauzika mpaka. Ongea na mtoto akingali mdogo, wewe hivi usifanyage tena, siku nyingine ukifanya takuchapa fimbo. Atakumbuka hii maneno, inarudia kichwani mwake, na kuna wakati sasa wa kumpiga kwa sababu kashaanza kujua. Sawa? Huyu mwenda wazimu hajui. Wenda wewe unafikiri yeye kuna kuona wewe, kumbe yuko unamuona mtu mwingine kule dunia ya pili. Samwa iko naona tamu ni mzimu, ndio kupembe, ndio wewe, kumbe wewe ndio mtu anachukua jiwe anakupiga. Fanya nguvu yako namna ya kumwepuka. Ikiwa anakuja na hatari, unajua sema hapa atakuniumiza, waka mara nyingine wanaogopa. Unaweza ukachukua na wewe unamfanya hivi, atakimbia. Si unaona mfano ni kama umbwa. Sawa? Ni kama umbwa yeye anafuata ile sifa tu ya kufatana. Lakini ukiokota jiwe kuna wakati anasimama naye. Sawa? Kwa hiyo kumpiga ule ni kama unamuonea tu kwa sababu hajui anachokifanya. Unajizani angekuwa sawa angefanya hivyo, singefanya hivyo. Naam. Niona maneno kuna. Lazima unakuja na mtoto wa shimojana, anamuua. Allahu Akbar. Ndio wamshinda kama shimojana akasema mwache. Huyo ndio shehe. Umeona? Mzee ametuongezea kisa ambao imepita. Kuna shekhe anaitwa Shekhe Mjana. Mwenda wazimu anaua mtoto wake. Sasa wewe unasema kukupiga, anamuua. Wanasema wamkamate yule mwenda wazimu. Shekhe anasema mumwache. Hajui kama yetu mwenyewe hajui kama ameua. Sawa? Wakati Mungu tu anamsamehe ile dhambi ya kuua, sasa unataka kumpinile kitu gani? Naam. Sisi wasomba hapo nataka bongo bongo kutuponesha nao sio. Vile madambazi yanaweza kuingilia mnyumba. Naam. Wana hapa sina kitu, ukadanganya wale watu tu huku tuponesha. Ndio. Nimesahau hiyo. Allah akulipe kheri. Sio kila uongo wote mtu anazungumza utampeleka motoni. Kuna wakati ambao uongo unaruhusiwa. Mtume Muhammad anasema la kadhib illa fil thalathatu. Hakuna uongo hauruhusiwi isipokuwa kwa watu 3. Watu 3 ndio wanaruhusiwa waseme uongo. Sawa? Mtu wa kwanza ni mtu ambaye yuko katika fil harbi, mwenye anaenda vitani. Arme wanawaruhusia kusema uongo. Masolda. Sawa? Kwa sababu sio kila solda mwenye yuko kwenye kikosi chenu ni mwaminifu. Kuna wengine washapewa pesa auzishe ile plan ya vita. Na ndio hii tunachoona katika mavita huku inaendelea. Utasikia majeshi wanajilaumu, tunauzishwa sisi. Sasa serikali mtume anasema mwenye kwenda vitani yule kiongozi ana haki ya kuzungumza uongo. Anaweza akawapasha majeshi kwamba tutapita hivi, sehemu fulani kuna njia 2. Tukifika pale tutachukua njia ya kushoto. Sawa? Lakini yeye anajua kama hawataenda kushoto wataenda kulia. Wakifika pale anaambia tusiende tena kushoto tuende kulia. Huyu mnafiki ambaye shauzisha ile plan, satawaambia tutapita kushoto. Wale wanasubiria kushoto, mkifika pale nyinyi mnaenda kuume. Hii uongo unaruhusiwa kwa watu wenye kwenda vitani. Uongo wa pili unaruhusiwa kwa mwanaume kwa mke wake au kwa mke kwa mume wake. Ila sio katika mambo isipokuwa ya kusifiana kwenye mapenzi. Tuelewane hapo. Mwanaume anaruhusiwa kumdanganya mke wake katika mambo ya kumsifu kwenye mapenzi, sio mambo mengine. Sema ndio vile anaruhusiwa mabongo, unaanza kumpigia mabongo. Umetoka kwenye mambo yako ya hovyo, unakuja kusema mtume anaruhusia, unamdanganya. So hiyo. Katika sifa, mfano mzee yuko na mke wake, anaamka asubuhi tu. Mke wangu, uko mzuri kuzidi wanawake wote wa dunia. Ni kweli?
Ni kweli mke wake mzuri kuliko wanawake wote wa dunia? La. Mke wangu unaangaza asubuhi utafikiri nyota jamani. Tuli nyota hii inaangaza ulimwengu mzima. Ile masifa katika mahaba inaruhusiwa ndani yake kuweka uongo. Wakati mzai imekatazwa kuweka uongo, ila kumtapa mke wako, kumsifu mke wako, kumuonyesha kwamba yeye ndo kila kitu kwako, unaweza ukatumia alkadhibu ndani. Sawa? Ndio maana vijana wao wanatumia mauongo sana kwa kuwapata mabinti. Ila uongo wa tatu unaoruhusiwa ni ule wa kuzuia hatari. Sawa? Ndio maana unamuona Sayyidina Ibrahim anasema uongo. Kuna hatari ya kufa, kuna hatari ya watu kuuana kwenye jamii. Sawa? Watu wanaweza kuuana. Kama hili habari likitokezea, mfano wewe na mimi na kijana Farai, waliyadhu billah, Allah tuepushe na hii amani. Tumejua, tumefanya mambo yetu, tukamuua kijana bwa Sheikh. Baada ya kumuua, mimi naye tunajua kwamba mimi naye ndo tumemuua. Watu wote wanakuja tu, bwa Sheikh alikuwa anatoka kusali Kureji, akaanguka pale kwa ile kilalo ile ya pale Kumikelenge, akafa. Kumbe sisi ndo tulimteka pale kwenye majani, tukamuua, tukamtupa pale. Ili sisi ndo tunajua. Familia yake, sawa, inaleta fujo na vurugo na kila kitu. Inajua kwamba hii jambo likitokezea litaleta nini? Taharuku baina nas. Maafa itakuwa kubwa zaidi ya ule mtu mmoja alifanyeje? Aliondoka. Hapo unaruhusiwa kuzungumza uongo. Sawa? Ndio kama vile Sayyidina Ibrahim alivyofanya. Wanakuja wanamwambia huyu ni nani? Kanuni ilikuwa nini? Akisema ni mume wake mumuue. Kuna mambo ya kufa hapa. Akisema ni ndugu yake mumwache. Wanamuuliza Ibrahim, Sara ni nani? Ah, dadangu. Kumbe mke wake. Ule uongo wa kuokoa uhai wa mtu, ule uongo wa kuokoa watu kusambaa kuachana, ule uongo wa kukutanisha walioachana unaruhusiwa. Ukiwa unapatanisha watu wawili hata hauna maaya, hata kuangalia vile Mwenyezi Mungu alivyomkarimu. Kama uko unapatanisha watu wawili, Mungu anakupa ruhusa umzingizie hata yeye. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, menyaba tayani hawatatoka kwa moto. Sura ndio imenipotea. Imeisha. Mwenyezi Mungu hata kuhukumu. Sema ile aya ulitoa wapi? Bwana, unajua sisi ni wasikilizaji, tunasikia kama shehe kuko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Napokea Imam Tirmizi. Mtume anasema hivi, kwa malengo hao walioachana wafanyeje? Warudiane, haupata dhambi. Sawa? Kwa hiyo katika ile mambo matatu mtu anaruhusiwa. Mfano mzee Hussein anatafutwa na polisi. Polisi inakuja hapa. Mzee Hussein anashauri na polisi, anafichama kule, anaingia ndani sijui ya tuki. Mwana Hussein alikuwa hapa, yuko hapa. Unajua yuko kule kwenye tuki. Sijui mimi sijamuona ndipo asubuhi. Ni uongo si uongo? Uongo ushamuona ulikuwa naye. Lakini ile uongo hauandikiwe dhambi. Tena unaandikiwa thawabu, nimuokoa huyu na ajali. Sawa? Naam. Na ni mwingine. Nadhani msali katika mada yetu ya leo imeisha. Subhanallah, alhamdulillah.